Mambo vipi, habari ya mashabiki? Niko na Edu Farasi, tunataka kuponga kama kawaida habari moja na Sun Films Media, tujue ni nini inaendelea na tunaelekea wapi. Ama Edu Farasi unasema vipi? Popo mzee. Tuko ngangari sana watu wetu. Leo tunabonga tu vitu randomly kidogo hapa hivi na Sunset. Karibu kwa Farasi TV hapa. Au sio mazi. Sasa hizi mitandao zinasema politicians ama maprezo wanatembea tu ni kupatana tu ma secret. Ni miradi ya serikali hiyo wanaenda kufanya. Unajua kama countries lazima zikuwe na umoja, zibond, na the only person mwenye upatanisha country moja na nyingine ni is a president. So president ndio kutana wanaongea mambo ya nchi. Na venye watapartner watasaidiana either kiuchumi ama kivyao kibinafsi. So nadhani ndio maana so benefits zinakuja meetings big hivyo. Benefits zinakuja kwa wananchi, sio wao wenyewe. Kuna zile zinakuja kwa wananchi, zingine ni kwa wao wenyewe. So lazima zianze na wao wenyewe kwanza ndio zikuje kwa wananchi. Kama charity begins at home, mama chisaidie kwanza. Kitu kama hiyo. So president kutoa nchi nyingine na kufanya ni jambo la kawaida. Sio sababu ana represent wananchi. Unajua wananchi wamemchagua au represent, so yeye ndio kinara. Ni kama prefect, monitor. So lazima ni haki yake kutravel. Na politician yote kama ameshachaguliwa pia ni haki yake kutravel. So sababu anawakilisha nchi. So hakuna madhara yoyote. Sidhani kama kuna Sasa mashabiki mnasema aje kuhusu hiyo swali? Nyinyi mko na tatizo ama mko tu sawa? Juu inaweza kuwa kuna kitu maybe inakuuma. Unaweza tuambia hapo kwa comment section. So for me, kuona wakitembea hivyo maybe countries to ama country to country, lazima kwa ameenda kuongelea jambo fulani. Haisi tumia pesa ya serikali hivyo. Ni ngumu. Ngumu sana. So kuna kitu yani ameenda kikazi, unajua. Haezi enda tu hata pia yule president mwingine. Unajua hakuna vile mtu utaenda country nyingine hujaalikwa. Na unaenda state house ya huko ama kitu kama hiyo. Lazima unatembelea ikulu kama uko na jambo fulani ya kudiscuss. Na hiyo tour inakuwa imepangwa, either itakuwa tour siku 2 ama tour siku 3 hivyo. Na inakuanga imejulikana huko, inajulikana anafika saa ngapi hivyo. Inakuanga hivyo. So nini? Sasa wewe unaona ziara ya kikazi, inaitwa ziara ya kikazi. Ziara ya rais ya kikazi. Ama ziara ya mwakilishi yote, deputy president, politician, MP nini. Kuna muda wanaenda tu kuona pena MP wengine kwa country nyingine, kuona vile wale MP wanataka bunge yao. Na wale MP wanazapata wamechagua kama 10 ama nini, wanakuja Kenya kuona vile bunge la Kenya ndio kama it's a normal thing actually. Kama kuna kitu new wa kuimplement wanaweza enda. Kama kuna kitu maybe wamekosea huko wanaweza enda kurekebisha. So ni normal. So wewe unaona aje mambo na siasa? Siasa Kenya sasa hivi. Sasa Kenya iko tu sawa tu. Ndio sasa ndio mwanasiasa kazi yake ni kupiga siasa. Either akiwa anadanganya ama anafanya kazi, ama yeye anafanya kazi yake. Hiyo ni kazi yake. Kazi yake ni kupiga siasa. So Nanza najimisi mwanasiasa sana. Labda tungoje siasa zenyewe zikianza rasmi. Na kuhusu maybe ma politicians, maybe kuleta chuki, unapata mwingine maybe anaweza ua mwingine. Politician kuleta chuki. Chuki maybe kwa nini, kwa siasa hiyo.
Ndio hiyo sasa unapiga. Sasa hiyo pia ni siasa. Unajua lazima mtu aseme yeye ni bora kuliko mwingine ndio achaguliwe. Na nyinyi mtaona ni chuki, lakini hao wanashindana. Na maybe mmoja wao amepatikana amekufa. Sasa hatuwezi sema mmoja na politician mwenzake. Labda amekufa tu kifo yake. Na kama maybe wako na evidence nini. Sasa ni mambo ya mahakama. Hiyo ni mambo ya mahakama. Si mambo yetu. Hayahusu. Si mambo yetu. Kwa na evidence nini wapelekane kwa mahakama, waseme huyu ameua huyu amefanya hivyo. So sisi tukiingilia kidogo itakuwa naona sana. Juu hatuwezi jua mahali pa kumalizia. So kama upatikana wafanye uchunguzi mfanyika, basi mahakama ifanye mambo yake. Na wewe unaweza maybe in case maybe Mungu akuchalie hapo mbele mikakati zako ziingiane, unaweza maybe tamani kuingia politics. Mimi siasa hapa. Mimi siasa kidogo ni ngumu. God. So wewe tu ni kukuwa manager, kuchapa biashara zako. Mimi mambo yangu kufanya mambo mengine kando na siasa. Unajua siasa ina mambo mengi sana. Na inataka pia dedication. Kila saa ukisha kuingia lazima tu utakuwa na hii. Inachukua muda wako sana. Kila saa kuinteract na wananchi wanakuja kwako uwasaidie. Sasa mbona unataka kuwasaidia ama labda una time. Wanakesha kwako, unaona, so just to avoid hiyo yote. Ni mimi kwa sasa siwezi ingia sasa. Hata na dawa ngumu sana. Basi waambie kitu mashabiki hapo hivi. Sema chango. Bwana, kuna saizi mambo ina trend saizi kama umesikia. Wanataka kuban hizi vitu zinaendelea kwa radio. Unapata promotion ama sijui tuma pesa fulani ushinde pesa mingi. Na pia betting companies hizi za aviator nini, unajua zimeleta sana madhara mengi sana kwa jamii. Ni kweli watu wengi unapata wame lose pesa mingi sana. Mtu anaambiwa, unapata radio inakwambia tofautisha hii sauti ya hii sauti ya kuku ama sauti ya panya. Leo mwenyewe unaona hata ni sauti ya kuku, like unatuma 50 lakini wapi. So imesemekana kwamba saizi uchunguzi unaendelea, inasemekana huenda hizo promotions zinaendelea kwenye maredio na media na vitu kama hizo. Huenda mswada ikipita huenda zitabaniwa. Hakutakuwa na mambo ya gambling. Gambling asopa ya radio. Gambling itakuwa lakini kuna gambling zile zinakula pesa ya wananchi haraka sana. Ya radio. Lakini na mimi najiuliza swali. Mkosho itabaniwa wakati serikali nayo inatoa ushuru. Unajua like betting companies ama hizo radio ndio pia zinachangia ushuru wa serikali, na serikali mali inatoa pesa iweze funga. Haiwezi funga. Labda tu kuko na otherwise, lakini mali popote penye pesa serikali inatoa itachukua muda sana. Alafu pia wale nao wenye hizo kampuni unajua pia ni mabwenyenye. Mabwenyenye inamaanisha kwamba ni matajiri fulani, mataikuni. So kabla hiyo nini ifikie ifungwe, watakuwa shamwaga pesa mingi sana shafanya so kuzuia kutofungwa. Na pia ni ngumu wakimwaga pesa, nani atafunga sasa? Kuna so nilikuwa naona post pale kwa social media. Social media. So walikuwa wamepost huko wakasema hizi nini za promotion pale radio. Mtu anasema tuma 50 ama paybill number ni hii na hii. Ndio uweze kupata maybe 50,000, 100,000. So nilikuwa naona wakicriticize hizo media, TV na radio. TV na radio wakisema hao wamenyanyasa wananchi. So nikaona kweli yenyewe wananchi wengi unajua hawana busara sana. Wanafikirianga, unajua sisi tulifunzwanga most ilikuwa
Kuna bahati yani. Unasikia hata mwingine anasema kwani sina bahati. So unapata amepoteza pesa mingi akitafuta luck. So siwezi sema na support wafunge, lakini wacha mahakama iamue. Na kama hiyo nini itapita, nadhani ni motion itaenda kwa bunge kwanza kabla mahakama ndio wanapelekewanga tu kesi inyesha kwa sasa kesi so lakini wananchi nao inafaa kuwa na umakini sana wanapo betting. Unajua betting ni kitu moja inaweza ku destroy maisha yako na pia inaweza kukujenga. Inaweza ikakujenga na bado inaweza ikakudestroy. So mimi nasemanga mtu afadhali mtu bet ile kitu ukilose unajua umelose. For example kama mpira, unajua mpira ni kitu unajua tu timu fulani ndio imelitoa ilikuwa inacheza live. Hiyo ndio ilishindwa kufunga. Lakini hizi betting zingine ziko hidden hizi. Unasema eti unaambiwa sijui utaje sijui unawekewa hapo sauti ya punda na sauti ya ng'ombe. Ama unawekewa sauti ya punda na sauti ya jogoo. Alafu mtu anaanza kuuliza hebu niambie ni jogoo malipo. So ni rahisi sana. Na mtu anakuambia anakupatia 200,000 ukishinda. How? Kwa hiyo ni rahisi sana. Unashinda unajiuliza maswali. Mbona hizo ni rahisi sana na toa pesa mingi. So ukishajiuliza maswali kama hizo, then nafuu ujue hakuna rahisi, hakuna kitu kinakujanga rahisi. Utaachana na hiyo kupet hizo company. So watu wa kwetu wajanja, yani watu wasikue watu wasitaki kitu ya haraka rahisi hivyo hapana. Sababu hakuna kitu inakuja rahisi. Hakuna kitu inakuja rahisi kabisa. Hata hiyo luck inakuanga umeng'ang'ana sana. Umeng'ang'ana kabisa. Hakuna siku utaishi maisha smooth. Hii dunia hakunanga mtu atakuja kuishi smooth life. Hata kama tajiri unaona maybe anaendesha magari yako nini, bado kuna vitu wanapitia. Ukweli. So watu wengi wanapitia hakunanga smooth life. Hii dunia ni milima na maponde, ups and down. Na tunaishi tu so long as haijakufinya sana. Inafaa ikutufe kidogo. Kung'ang'ana vile inafaa. So tunaanza na kipindi yetu hapa. Kuelimishana tu 2-3. Sisi kazi yetu si ni kuongea unachukua ile itakubamba. Ile itakubamba unachana nayo. Unajua maana yetu sio sheria, si lazima ufuate kila kitu ile tunaongea, lakini ni vizuri pia unasikiliza, unapata tunaelimishana yani kidogo. Yahoo Boys ni unasikianga Nigeria mostly wamepaniwa kwa countries mingi, US kwenda US. Ni juu ya hiyo scamming. So Yahoo Boys walikuwa scammers. So Yahoo Boys ni kama kakalja hivi, ni kama sasa venye forex iko Kenya, unaona vijana wengi wanasema forex nini. Si eti mbaya. For mimi naona imeokolea bado juu kupata kazi imekuwa ngumu. Hata kitu imechangia mpaka Mulot Boys ikarise ni kazi. Kazi Kama hakuna kazi hapo na vijana hawaezi pia mzee sahi. Unapata vijana wanaanza kuipa ng'ombe, kuipa kwa street. Unaona hiyo ni kitu sio logical. At least unaweza kupata unauawa. Unaona? So vijana wameng'ang'ana, wamefikiria, wamechora strategy na wakachukua ile method ya Yahoo Boys. Na saizi hapa hivi wameniniza. Kenya wamenini. Unapata most of them wanasema forex. Wananunua Mercedes, wanasema ni call Mercedes. Kumbe akili zao hapo wanachanganya kidogo. Utapata by the way kuna kijana tajiri hata saa hizi walimu hata wa high school vijana wako matajiri kuliko walimu. Wako na pesa. Obvious walimu unajua like masomo sasa imekuwa tu ya
Masomo imekuwa tu mtu usome ujue venye dunia inaenda, uende ufanye kitu ya. Lakini si uzingatie sana sasa ukitoka kwa masomo nitakuwa daktari na somo sijui kwa nani. Wewe sema tu uko na knowledge ya shule. Alafu sasa kuja kwa streets uko na akili ya streets pia. Uko na akili mbili, akili ya shule ni muhimu. Na pia akili streetwise. Kwa pia mwise kwa streets unaona. So that's the only way utamaneuver na hii life. Juu lakini ukitegemea kitu moja, ati mimi ni mpoko kwa streets, bado masomo ya shule utahitaji. Na ukisema wewe ni mpoko kwa masomo ya shule ya darasa, bado masomo ya streets utahitaji. So people should be smart both way. Wanasemanga book is smart, street is smart, the goal is to succeed. Yeah, true. Goal ni kuchase bag, kuchase hiyo mula. Yani destination ni moja, lakini wanasemanga destiny sio the same. Lakini mahali tunaenda azizi barabara sio same. Lakini destination ni moja. Destiny ni moja, tunataka tuende kukuwa na good life yani. So people do anything just to get money and that's what's up, yeah. So nilikuwa naona Yahoo Boys na Murod Boys na hivyo. Sasa nilikuwa nafanya research zangu. Nikaona so if kama hii kitu ili happened in 19 something, Yahoo Boys walikuwa wameanza maybe juu ya kukosa job. Sasa ikakuja hapa Kenya huku wameanza huko ma 2010 huko. Na sasa we are going to Vision 2030. Na tuko na kitu inaitwa AI, artificial intelligence. Sasa wewe unaona aje 2030 itakuwa vipi? Watu wanabuni kila kitu. Ndio maana nakwambia watu walali. Watu unajua yule mtu anabuni kitu fulani, anabuni ndio apate pesa. Yaani na mwenye anaitumia pia ataitumia ndio apate pesa, ndio apate do. So napata yule mtu wa kubuni vitu yako tu halali usiku na mchana. Na mwenye kutumia na yeye anangoje buniwe na atumie pia. Yaani watu wapate do. It's all about success. Yeah. So the more ana grow, akiona kitu fulani itamletea madhara, kwanza niachane nayo. Unajua kuna kitu fulani wewe anaweza fanya ikamsaidia na akapenya nayo. Na kuna mwingine akifanya inamletea madhara. So mimi nasema tu achane nayo, focus na kitu yenye anaona atafanya na nimletee pesa. Kama ni mbaya achana, kama ni poa fanya. Ukiona kitu baadaye utakuja kufuatwa na serikali. Ama na mtu yule ataanza kuclaim ati yo umemwibia nini. Unajua sasa utaishi na amani. Kila siku utapata sasa unatafutwa sijima DCI, sijima CID. Kila siku wako tu kwako. So ni ile tu abstain vitu mingi, vitu mbaya tuachane nazo na focus na with the right thing. Baadaye ndo zitajipa. Unajua sasa pia nayo ukiharakisha tena ikujangi. Ukitaka haraka itakuja, but ukitaka polepole utaona nayo. Sasa mzee, tumekuja the end of our show hapa. Tumekuwa tukielimishana mara kiasi hapa kule. Yeah, at least venye vijana tutasaidiana tukae, na vile pia wale watangulizi wetu venye pia wamemake it. Unaona, ukiwa na idea unashare na mwenzako, na yeye share na wewe, na mshare nyinyi wote. Lengo ni tusaidiane tutoke kwenye block au sio? Yeah, endelea kutazama vipindi mingi zinakuja, and make sure na subscribe hapo kwa hii channel hapo. Yeah, na tutasonga mbele pamoja au sio? So Farasi. Subscribe kwa Farasi TV na usubscribe kwa Sun Films Media. Pale Facebook Sun Films Media, TikTok Sun Films Media.